Yesu yuwai. Yesu yuko juu. Yesu yuko juu. Anakwenda kubariki. Anakwenda kuinua zungusha tena. Haleluya. 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 Nikuombe ukae mahali ulipo. Wakati huu tutakwenda kuhudumiwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Rafaeli Masasi. Ni miongoni mwa wapenda sifa sana, wanaopenda kumsifu Mungu sana. Tutakwenda kumkaribisha mahali hapa. Ni kijana wetu mzuri ambaye anampenda Yesu na tuko naye kanisani, ameokoka na anampenda Yesu. Naomba nimkaribisha wakati huu, naomba vigelegele na makofi mengi kwa Yesu. Piga tena Yesu vigelegele na makofi. Piga tena vigelegele vingi na makofi kwa Yesu. Piga tena. Haleluya. 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 Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Natamani kusikia sauti za shangwe kutoka kwenu. 1, 2, 3. Haleluya. Itifaki imezingatiwa. Bwana asifiwe. Jioni ya leo tutakwenda kusikia habari za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Wangapi wanatamani kusikia habari za Roho Mtakatifu? Walio wana wa mfalme na wapige makofi kwa mfalme Yesu. Andika Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini. Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini. Kabla sijaendelea, kipekee kwa kabisa nimshukuru Mungu kwa sababu kuwepo hapa jioni hii na usiku huu ni neema. Bwana asifiwe. Mimi sio mkazi wa hapa kwa sasa, ni mkazi wa Pwani, lakini kuwepo hapa ni neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Manake unaniona kwa neema, na washukuru wachungaji, baraza lote pamoja na kanisa zima kwa kutulia namna hii mbele za Bwana. Wengi huko wanatamani kutulia mbele za Bwana, lakini hawana utulivu. Bwana asifiwe. Wanakosa amani. Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini. Roho Mtakatifu ni nani? Bwana asifiwe. Bila shaka hapo nikiuliza Roho Mtakatifu ni nani, hata mtoto nikimwinua mtoto wa Sunday school anaweza kainuka kasema Bwana asifiwe. Mtoto mmoja wa kanisa hili ainuke na aseme Roho Mtakatifu ni nani kwa uwezo wake. Kwa Mungu mwenyewe anapenda watu ambao nini? Wako wanajitolea. Bwana asifiwe. Inuka mtoto mmoja. Roho Mtakatifu ni nani? Bwana asifiwe. Amina. Mwingine. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu ni Mungu. Bwana asifiwe. Ni Mungu anayejifunua kwa njia nani? Ya Roho. Bwana asifiwe. Tunaposema kuna nafsi ngapi? Tatu. Ni kama mafiga. Bwana asifiwe. Mafiga yanaunganisha kitu ambacho kinaitwa nini? Bwana asifiwe. Waliopikia kuni, mafiga matatu yanaunganisha kitu kinachoitwa nini? Jiko. Bwana asifiwe. Na ndivyo ilivyo. Roho Mtakatifu ni Mungu. Bwana asifiwe. Yesu Kristo ni Mungu. Bwana asifiwe. Alafu Baba naye ni Mungu. Bwana asifiwe. Watatu hawa ni umoja. Bwana asifiwe.
ni sawasawa ukakata huu mkono, Bwana asifiwe, ukakata nini? Kiganja. Bwana asifiwe. Ukikata kiganja ukapunguza, huu utakuwa ni mkono uliokamilika? Hapana, si ndio? Maanake ukimtoa Roho Mtakatifu kwenye ule utatu, Bwana asifiwe, unanielewa? Ukamtoa wakabaki wawili, bado, Bwana asifiwe, panahitajika kitu kingine. Sijui mnanielewa? Roho Mtakatifu ni Mungu. Mambo ambayo Roho Mtakatifu anafanya, Bwana asifiwe. Jioni ya leo tunaangalia mambo ambayo Roho Mtakatifu anayafanya. Tuombe. Baba, ninakutukuza, ninakuhimidi, mfalme wa Mungu mwenye enzi na mwenye rehema, uketia mahali pa juu palipoinuka. Asante kwa wema na fadhili zako. Ni maombi yangu, Roho Mtakatifu, nena na kanisa lako. Baba yangu na Mungu wangu, nitumie kama upendavyo. Si mimi Bwana nisimamaye hapa, bali ukasimame wewe jioni ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo, na kamata anga, ardhi, nayo maji na yatiisha jioni ya leo, yakanyamaze kimya. Kila roho za yule mwana hana ibilisi zikanyamaze kimya kwenye anga hili. Wote tuseme amen. Roho Mtakatifu anatufanya sisi kwanza tunajitambua, Bwana asifiwe, tunaposimama mbele za nani? Za Mungu. Bwana asifiwe. Mwanzoni Petro alipoulizwa na Yesu, alipoambiwa kwamba Petro utanikana mara ngapi? Mara tatu. Bwana asifiwe. Vile vile Yesu akamuuliza Petro akamwambia, ninyi mnanisema mimi ni nani? Bwana asifiwe. Sijui mnanielewa? Vile vile Petro akaja akaulizwa na wale Mafarisayo, viongozi wa dini, wakamuuliza Petro, je, mama nishuke chini. Bwana asifiwe. Je, na wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Petro akasema, la hasha, mimi simfahamu mtu huyu. Bwana asifiwe. Mbona hata kuongea kwako kunaonyesha wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Petro jamaa likakana. Bwana asifiwe. Pamoja na kwamba walio wa Yesu wanafanana na nani? Na Yesu. Bwana asifiwe. Mabinti, nanielewa? Amen. Walio na Yesu wanafanana na Yesu. Vijana wa kiume walio wa Yesu wanafanana na. Ndio maana walipomwangalia wale viongozi wa dini hawajakaa sana na Yesu, lakini walipoangalia tu ule mwondoko wa Yesu wakati wamemkamata, wakati anazunguka na wale wanafunzi wake, wakamwambia hata hii lafuzi yake inafanana na ya nani? Na ya Yesu. Lugha zenu ni za Yesu. Bwana asifiwe. Mnanielewa? Tayari washaanza kuambukizwa kitu kinachoitwa nini? Utakatifu. Bwana asifiwe. Ndio maana hata miondoko yao ikaanza kuwatambulisha kwamba ni watu wa nani? Haleluya. Mnanielewa? Hiyo ni kazi ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Hapo hiyo ilikuwa ni mwanzoni, kabla hajajazwa nini? Roho Mtakatifu. Wakati huo majamaa yanazunguka na bwana mkubwa mwenyewe. Bwana asifiwe. Mnanielewa? Wakati huo yanazunguka na bwana mkubwa mwenyewe. Bwana mkubwa alipoingizwa kizuizini, majamaa akasema sisi hatumjui. Maana yake yamebaki nini? Matupu. Mnanielewa? Biblia inaniambia kabla Yesu hajaondoka aliwaambia msitoke nini? Yerusalemu mpaka mtakapopokea nini? Nguvu. Bwana asifiwe. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza mstari wa 6 mpaka wa 8, Biblia ikianzia pale ni sehemu ambapo mwandishi, nafikiri ni Luka, anaanza kunini? Kuambia kwamba
yale mambo ambayo Yesu alifanyaje, alikuwa anawaagiza. Wale wanafunzi walikuwa wanakaa nini? Yerusalemu. Akawaambia, lakini mtapokea nini? Nguvu. Mwambie jirani yako, utapokea nguvu. Hata kama umepokea nguvu, utapokea nguvu maradufu. Unanielewa? Lakini utapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Matendo ya Mitume sasa, jibu linakuja pale, ile sura ya 2 mstari wa 1 na wa 4. Biblia inatuambia pale ndipo ambapo Roho Mtakatifu anaanza kushuka kwa kanisa. Roho Mtakatifu anaanza kuonekana uungu wake. Nafasi ya Roho Mtakatifu inaanza kuonekana wapi? Pale. Bwana asifiwe. Walipojaa, cha kwanza ndani ya kanisa, watu wakaanza kunena kwa lugha. Bwana asifiwe. Piga makofi kwa mfalme Yesu. Sikiliza nikwambie, waliokuwa nje kama ni wagonjwa walikuwa wamekaa malangoni katika wale mataifa. Walipojaa, wale kanisa walipojaa nguvu, Roho Mtakatifu akaanza kukamata wenye pepo waliokuwa wanachungulia madirishani. Roho Mtakatifu akaanza kuwakamata wenye majini, akaanza kuwakamata majini, akaanza kutupwa kule. Kwa sababu ni nini? Nguvu ya Mungu ilishuka mahali pale. Haleluya, haleluya. Chapia Bwana makofi ya shangwe na vigeregere. Huyu ndio Roho wa Mungu. Sikiliza nikwambie, ile sura ya 3 Biblia yangu inaniambia muda wa kwenda hekaluni, Petro na Yohana walipokuwa wakienda hekaluni, muda wa kusali, kwa sababu wamejaa Roho wa Mungu. Sikiliza nikwambie, pale mlangoni, sijui moyo wangu unafika. Sikiliza nikwambie, pale mlangoni alikuwepo mtu mmoja ombaomba. Alikuwepo mtu mmoja ombaomba. Alitarajia nini? Dhahabu. Alitarajia fedha. Alitarajia mali kutoka kwa kanisa, kutoka kwa wapendwa. Maana yake nini? Watu waliacha kumtolea Mungu ibada, waliacha ibada ya matoleo, wakaanza kumpa ombaomba. Sadaka ya Mungu inatolewa hapa madhabahuni, sio pale nje. Sikiliza, sikiliza, ule wa nje ni msaada. Tofautisha kati ya msaada na sadaka. Haleluya, haleluya, hatamani, haleluya. Roho Bwana aliposhuka na jamaa akamkazia macho. Biblia inasema yakamkazia macho, yakaacha kuogopa. Wale wa Mafarisayo kama kawaida yao wakawa wanatembea nyuma nyuma, waone nini anachokitenda, wanatafutia sababu. Haleluya, nampenda Yesu. Hebu mchapie Bwana makofi ya shangwe. Hayo ni ya Bwana. Sasa nataka umchapie makofi Bwana Yesu. Chapia Bwana Yesu makofi ya shangwe. Nanielewa jamani? Limpojaa Roho wa Mungu, nguvu, ni jamaa ikajaa kwanza nini? Ujasiri. Roho ya woga ikatupwa kule. Naelewa ishara na maajabu waliokuwa nafanya Yesu yakamia ndani, ikawa maradufu. Jamaa, Biblia inasema hata vivuli kwa wakati mwingine vilifanyaje? Vilifanya kazi. Bwana asifiwe. Lakini kabla ya hapo havikufanya nini? Kazi. Roho Mtakatifu anaposhuka huongoza watu wake kumtumikia Mungu kwa viwango vya juu. Unaandika, huongoza watu wake kumtumikia Mungu kwa viwango vya juu. Luka sura ya 24 mstari wa 49. Mwenye Biblia, Luka sura ya 24 mstari wa 49. Sio mwenye simu, mwenye Biblia. Bwana asifiwe.
Kuna tofauti kati ya Biblia na simu. Bwana asifiwe. Haleluya. Maana siku hizi watu wamegeuza simu ndio imekuwa ni Biblia yenu. Kiingia meseji unaanza kuhangaika na meseji badala ya kuanza kuhangaika na nani? Na yale yanayohubidiwa. Bwana asifiwe. Luka sura ya 24 mstari wa 49. Biblia inasema, natazama na waletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Haleluya. Na waletea nini? Ahadi ya Baba. Kwanza Roho Mtakatifu ni ahadi ya Baba. Wewe unapojaa Roho Mtakatifu tayari umepokea ahadi ya Baba. Umetoka kwenye umasikini, umepandishwa viwango. Umetoka kwenye jambo la kawaida, kwenye magonjwa, umepandishwa viwango vya kuwa mzima. Na ndio maana ukitembea, ukikutana na mgonjwa, unabandika tu mikono hivi, kwa jina la Yesu, pepo nenda. Pepo linatimua mbio. Ukisema malango haya hakuna mchawi kuingia, sikiliza nikwambie, hakuna mchawi atakanyaga, kwa sababu unao ndani yako imo nguvu ambayo ndio uweza kutoka kwa Baba, kutoka kwa Baba. Haleluya jamani, haleluya jamani, huyo ni Roho wa Mungu. Sikiliza nikwambie, ukijaa Roho wa Mungu utaanza. Mwimbaji anaimbisha hapa, atakwambia inua mikono juu, inua mikono juu, hakutakuwa na alio. Sikiliza, bubujiko la kweli litaanzia ndani, kwa sababu Roho wa Mungu anaopaleti ndani yako. Mnanielewa kanisa? Patia hasira. Mwimbaji anaanza kuambia inua mikono juu. Kama umekuja kama vile sibini, unamfanyia ibada yeye, unakimjua unamfanyia ibada, hautafanya mzaa naye. Ukijua unamfanyia ibada, si utatamani huyo Roho akuingia. Huyo Roho akisha kuingia, atakwambia hali namna ya kusogea madhabahuni. Sikiliza, huyo Roho atakapo kuingia, atakwambia mama yangu namna ya kumwabudu yeye katika viwango indeed. Haleluya. Tamani kujaa Roho wa Mungu, tamani kujaa Roho wa Mungu, utembee naye. Hivi ndivyo Roho wa Mungu ambavyo ahadi inavyotenda kazi, ikitenda kazi. Sikiliza, hata kwenye magari, mabasi, unapoingia utaulizwa, utasikia mwenye pepo anapiga kelele kwamba ameingia mtu tofauti. Sikiliza niwaambie, tunapanda magari, nifika mahali walokole, tunapanda magari ambayo yamepigwa nini? Sikiliza, yamefanyiwa ibada za kuzimu. Tukiingia walokole, natamani tukiingia kwenye magari ya namna hiyo, mwenye gari aseme shuka, aisa tufike mbele, gari lianze. Sikiliza, waliopo ndani wajue kwamba ndani humu Roho wa Bwana sio wa kawaida. Wajue kuna kitu kisicho cha kawaida jamani. Haleluya. Roho wa Mungu ni wajabu sana. Nanielewa Roho wa Bwana. Jambo la tatu, kutupa nguvu ya kusimama kinyume cha adui. Sikiliza, napapenda hapa, ndio maana kama masasi. Sikiliza, naposimama nayambia majini haya toka, magonjwa toka. Magonjwa ni wadui, umasikini toka, umasikini ni wadui, ujinga toka, ujinga ni wadui. Jina ni moja la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Na nguvu ni moja, ni ya Roho Mtakatifu. Mwambie jirani yako, umejazwa Roho wewe. Umejazwa Roho wewe. Mbona unasimama kwenye kona? Ukijazwa Roho hautasimama kwenye kona. Ukijazwa Roho
hautasimama vichochoroni binti. Kijazwa Roho hautapigiwa milusi ukaanza kugeuka. Ukipiga mlusi mwanaume leo hii, inachosikitisha wapendwa wenyewe kanisa tunapiga milusi. Utasikia walioko nyuma mabinti wa kirokole wanaanza kugeuka. Mimi sikiliza nikwambie, huyo Roho wa Bwana ukimtafuta vizuri, Roho Bwana atakwambia mwenyewe, sio wewe ni tofauti jamani. Haleluya. Vijana wa kiume mnanielewa? Ukijazwa Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana hata kufundisha namna ya kuvaa. Haleluya. Dhambi imeingia kanisani kwa sababu tunafanya masiara na Roho wa Mungu. Mbona zamani? Sikiliza, mimi nishashuhudia Roho wa Bwana akinena, Mungu mwenyewe akinena na watu wake, kumtumia mtu akasema fulani umetenda dhambi. Toka siku hiyo nilimwogopa Mungu kwa viwango vya jumla. Nisikilize, Roho wa Bwana hata leo tunamtaka mtu mwenye dhambi, mkamshirika anatenda dhambi, Roho anapoingia hapa, mshirika au mwingine mwamini ambaye amejaa Roho wa Bwana anasema fulani, mbona unatenda dhambi? Kama vile Sauli alivyoambiwa, Sauli, mbona waniuzi? Jamani, mnanielewa? Roho wa Bwana huthibitisha utakatifu. Naelewa? Hizi ndio injili za wainjilisti. Haleluya. Naelewa. Mezoea kupakwa mafuta, mezoea kubembelezwa, simama juu hivyo. Hakuna Roho wa Bwana akishuka, sikiliza, akishuka watu watasimama tu wenyewe, wanaanza ni kama mwanariadha anavyokimbia, ni kama askari akiwa vitani. Sikiliza, akisikia hawezi kuendelea kutembea hivi. Sikiliza, askari akisikia atalala chini kwanza, anaanza kutafuta adui yuko wapi. Nanielewa? Huyu ndio Roho wa Bwana. Unapotenda dhambi kanisa, ninapotenda Mungu dhambi, Mungu haachi kanisa zima liadhibiwe, kwa sababu umejaa Roho wa Bwana. Atainua mmoja, ataanza kusema 1, 2, 3. Aidha ni mchungaji, aidha ni nyinyi washirika, aidha ni wainjilisti, aidha ni waimbaji. Mwimbaji ataimba wimbo wa kukugusa, kukwambia hata dhambi. Roho wa Bwana anaposhuka, yeye anathibitisha kweli hili ni dhambi. Haleluya. Chapia Bwana tena makofi. Rumi 8:24. Kitabu kile cha Warumi ile sura ya 8 mstari wa 24. Rumi 8:24. Mwamshe jirani yako, kama anataka kulala kalale nyumbani kwake. Rumi 8:24. Rumi sura 8 mstari wa 28. Mstari wa 28 msoni. Biblia yangu inaniambia nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliwajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Sikiliza, unanielewa jamani? Huyo ni Roho nani? Wa Mungu. Sikiliza, yeye Mungu hutupa
pa kusimama, kwa sababu ameshatuchagua wewe na mimi. Tumechaguliwa kuangusha ngome. Tumechaguliwa. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, si vita vya kupigana na ngome, bali ni vita vya falme na mamlaka. Tumechaguliwa na Mungu. Kama tumechaguliwa, tumdhihirishe Roho wa Mungu tunapotembea, waseme hakika huyu ni mlokole. Sio tunapotembea wanaulizana, mama fulani na huyu ameokoka, na huyu ameokoka. Kama ameokoka, basi dunia imeisha. Sikiliza, hali ni mbaya kanisa, hali ni mbaya. MC, kama muda umeisha, niambie. Hali ni mbaya, hali ni mbaya. Amen. Kanisa, hasira ya Bwana inapowaka, kwa hiyo mmenielewa, huwa inamla tena dhambi. Na hasira ya Bwana inapowaka inakula hata wewe shahidi uliyeshuhudia dhambi ukanyamaza kimya. Unafikiri pale walioimba pale, walioabudu ndama, kuna wengine waliliwa pale, Bwana asifiwe, waliuawa, waliogoma tu kuja, lakini wengine hawakuabudu wakagoma tu kuja kwa Musa pale mlima Sinai. Naelewa ni kanisa. Hata kama umetoka sio kanisa la nini, la Beroya sijui, lakini ni CPCT, wewe ni kanisa. Haleluya. Ni moja, sisi ni moja. Jamani, mnanielewa? Roho Mtakatifu anaposhuka, Yoshua sura 10 mstari 12, ile ya 3, Yoshua sura ya 10 mstari wa 12 mpaka 14. Kitabu kile cha Yoshua. Ndiye pata Biblia, soma. Hamna mwenye Biblia Na watu ni mahodari wa kuperuzi sio Biblia. Bwana asifiwe. Kitabu kile cha Yoshua, ile sura ya 10 mstari wa 12 mpaka wa 14. Mstari wa 12 mpaka 14, Biblia inasema, mstari wa 12 mpaka, ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli. Mstari wa 12 mpaka 14, aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli. Ni jamaa lilianza kujaa roho toka zamani, roho wa Bwana kabla ya udhihirisho Yesu kujifunua. Ni jamaa likajaa roho wa Mungu. Naelewa, ilipojaa roho wa Mungu likasema, wewe jua nisikilize, wewe jua nisikilize, wewe anga, kama ulikuwa ni magharibi, nataka uhamie ugeuke kuwa nini? Mashariki. Bwana asifiwe. Wewe jua simama, wewe jua simama. Mtu unaletewa mtu mwenye pepo, nashindwa kumwambia nyinyi, wewe pepo nyamaza kimya, naogopa. Nini shida? Huna roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Walio na roho wa Mungu wakiamuru vinatokea. Kisema nyamaza kimya, shetani ananyamaza kimya, kwa sababu ndani yako ni kikubwa. Bwana asifiwe. Ni mfano, natoa mfano wa vitu, mazingira tunayoishi. Bwana asifiwe. Huwa naona matrafiki, Bwana asifiwe, akipita mkubwa wake anabana hivi, Bwana asifiwe, ananyamaza kimya. Askari akipita mkubwa wake ananyamaza kimya, anabana hivi, Bwana asifiwe. Heshima. Na mwingine anafanya hivi, Bwana asifiwe. Hiyo yote ni nini? Ni heshima.
Yule mkubwa wake atakimwambia galagala kwenye tope, atagalagala. Bwana asifiwe. Basi nyinyi ni wakubwa kuliko shetani, kwa sababu mnayemchukua ni mkubwa. Unanielewa? Unanielewa? Kwa maana nimepewa nini? Mamlaka. Tofautisha, kila mwanadamu anayo nini? Mamlaka. Bwana asifiwe. Jinsi ya kutumia hiyo mamlaka, unahitaji Roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Wana wa Skewa wakaenda kujaribu kwa mtu mwenye pepo. Bwana asifiwe. Kamwambia, wewe pepo, nyinyi majini, nyinyi mashetani, nyinyi mizimu, na waamuru kwa jina la Yesu linalohubiriwa na Petro na Yohana. Naelewa? Majini yale mashetani akawajibu yakawaambia, Bwana mkubwa tunamjua, na bwana na wale mabwana wadogo tunawajua. Ninyi ni akina nani? Ninyi ni akina nani? Bwana asifiwe. Kijana Roho wa Mungu, hutaitwa kumwombea mtu hapa. Bwana asifiwe. Nitenda kwa sababu Roho wa Bwana anatenda ndani yako. Hiyo nitenda. Mtu amedondoka hapa. Bwana asifiwe. Huyo ni Roho wa Mungu ananena ndani yako. Si unatakiwa umsaidie mwenzako. Ni Roho Bwana anaita upendo. Bwana asifiwe. Naelewa? Roho Mtakatifu anaposhuka hutufanya kuwa majasiri. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 31. Sura ya 4 31. Naomba nikimbie kidogo nimalize. Bakia jambo moja. Bwana asifiwe. Mliochoka, meacha vitanda nyumbani kwenu. Bwana asifiwe. Meacha vitanda nyumbani kwenu, mmekuja kulala kanisani kwenye nyumba ya Baba. Mmekuja kulala kwenye nyumba ya mzazi. Uongo? Tuone aibu. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, ona aibu. Kwa nini unalala kwenye nyumba ya mzazi mpaka leo ubiuo? Mkuja kulala kwenye nyumba ya mzazi, sijamaanisha mzazi wa unaelewa kimwili. Huko ni kusifu na kuabudu. Bwana asifiwe. Matendo ya Mitume hilo sura ya 4, Biblia inatuambia mstari ule wa 31. Biblia yangu inaniambia nikianzia ule mstari wa 30, ukinyosha mkono wako kuponya na maajabu, ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakaanza wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Mahali pale pakatikiswa, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Beloya itakwenda kutikisika, tutanena neno la Mungu kwa ujasiri. Sikiliza, Mikumi nzima itatikisika, tutanena neno la Mungu kwa ujasiri. Mnanielewa wapendwa? Mnanielewa? Haleluya. Amen. Roho anaposhuka mambo yote yanakuwa shwari. Hii ni Matendo ya Mitume sura ya 25 mpaka 27. Hizi ni habari za Paulo na mwenzake Sila. Yale majamaa na yapenda mno, yapo kifungoni kwenye kitanzi, yanakujanisha chapwa viboko. Viboko vyenyewe vilikuwa ni vya mijeledi, yamepigwa, yamechumwa migongo. Wakati yamechumwa migongo, yakasema neno moja tunalijua, ni kwamba Bwana ametuita. Kama Bwana atatuhifadhi tutakuwa hai. Yakaanza kupaza sauti kama ninyi mlivyokuwa mnapaza sauti mahali hapa. Yakaanza kupazia Mungu sauti, yakamwambia ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe, ametenda mema. Haleluya. Yalipoanza
akaanza kufanya kitu cha namna hiyo, yakafanya anga likasikia, mbingu zikaitika, mwenye mbingu akashuka, minyororo ikaachia. Walinzi wakaogopa, wakajua fungu wametoroka, lakini Roho wa Bwana akasema msitoroke kwa kinywa cha Paulo. Bwana asifiwe. Jamaa akawaambia tupo. Simama kwa miguu yako. Kuna wewe majira haya kuna mtu anasema anataka kumpa Yesu maisha. Nataka kumpa Yesu maisha. Inua mkono wako juu hapo. Umekuja hujampa Yesu maisha. Nyosha kwa nguvu. Nyosha, asante Baba, nyosha kwa nguvu, nyosha. Asante, njoo. Wasaidia watu waje mbele. Njoo Baba, njoo. Yule ambaye anataka kumpa Yesu maisha. Naona kuna mkono nyuma. Njoo, usiogope. Mbinguni kuna wewe Bwana.